mfungo wa mwezi mmoja uliopitia, unajiona nafsi yako au maisha mnayaonaje? Sasa wewe unafunga mwezi mmoja, sasa sisi ndio washato kila siku wewe watu wanaokoka. Mtu wa Mungu Yesu aliyetoa maisha yako, maisha mfunga mwezi mmoja ndio maisha ambayo mwanadamu anataka kuishi. Sasa baada ya serikali za mitaa, ukutana vikasi vya ajabu, sui ukampiga huyu ukafanya hivyo, ukutana hapo. Haya ndio maisha ambayo wanadamu anatakiwa kuishi. Sisi ambao Yesu ndio maisha yao. Sio maisha ya siku tumeshayazoea. Anayekwambia mtu wa Mungu. Na sasa ni kweli wapo wahubiri wengi, kuna wahubiri wengine wanahubiri wengine matapeli, lakini mimi nakwambia mtu wa Mungu. Unasikia sasa hiyo leo. Sio sasa kitapeli. Hii mtu mhubiri mtu ambaye ni wa kweli. Sisi hapa hatutafuti sadaka, kama ni fedha sadaka tunazo. Kama ni fedha za kuishi zipo. Atabaishi hapa kuhubiri Yesu neema. Na maafisa tumewafunga kule kwa ajili ya kumhubiri Yesu jioni ya leo. Hapo sasa nimepiga simu nyingi, simu nimeizima kwa sababu akija napiga simu niondoke ofisini. Nimefunga. Wapiga simu. Mimi nakuhubiria pokea neema. Kama mimi nilikuwa ni muuni, kama nilikuwa nilifanya leo nikaweza kuokolewa, kwa nini asiwe na wewe? Kama mimi nilikuwa ni mrefu na kwa sana mtindo, kwa nini asiwe ni wewe? Kwa nini nilikuwa na vifaa vya kawaida? Kali ya vifaa vya vikizidi kuongezeka, ndipo mabaya kuongezeka. Ndipo watu tupata vifaa. Mabinti wadopimti wote ni mkali sana. Na kama sio neema Mungu niokoa, wala sababu ningekuwa na watoto kila upande. Na wala kama sio neema Mungu niokoa, wala sababu ningekuwa na mabinti wengi sana. Kwa sababu kwa wiki nilikuwa nakuwa nao wengi. Kwa sababu nilikuwa ni mfanyabiashara, mimi mfanyabiashara maduka haya. Unapokuwa mfanyabiashara maduka, wapo mabinti nyingi sana kuja pale. Na wao kupata kiasi sana. Kwa hiyo mimi nilikuwa nakuwa nao wengi sana. Lakini baada ya kuokoka, hata niacha nao, hata ukichukua simu yangu hamna mazao. Nyumbani wakaniambia kwanza wewe tena sasa umeshatoka wewe, nikamwambia hamna. Kuna muda ambao nilitumia kwa shetani kule, kwenye kulewa pombe, kwenye kuna mabaa, kwenye kuzini, kwenye kuvuta bangi huko. Huo muda azikuwa ni ubiri kwa Yesu kwanza, nilipe zile gharama ambazo nilitumia kule, nisitumie na huku. Hivyo jioni mtu anasikia jioni hii. Pokea hiyo neema. Pokea Yesu atabadilisha maisha yako. Kama unataka kunibadilisha mimi leo, sasa wewe ni baba na kuhubiri habari za Yesu na kuhubiri habari za Injili. Na wewe waweza kuwa kama sisi. Wewe usijione nafsini mwako kama uwezi. Ni kweli unaweza. Ndio uchukue hatua. Hivyo kwa mtu wa Mungu leo, chukua hatua ya kumpokea Yesu. Na atabadilisha maisha yako. Na utaona maisha yako yakibadilika. Na utaonesha ile roho ya madeni, utaonesha ile kutoridhika, utaonesha ile pombe itaondoka ndani ya maisha yako. Familia yako itakuwa na amani. Mimi nataka nikwambie familia yako kimkosa Yesu, atakwambia familia yako kimkosa Mungu, familia yako itakuwa na amani. Ndio itakuwa na amani. Ndio itakuwa na chungu. Familia itakuwa na chungu. Ndio Mungu ananikwambia, ukimpokea Yesu ndani ya moyo wako, utaishi kwa amani sana, utasikia raha ndani ya moyo wako. Mtu wa Mungu tunampokea Yesu tunaraha, yani tunaraha, mimi sikufichi tunaraha. Na kazi zinaenda, na ofisi zinaenda, tulia Mungu anatusaidia. Tuache kusumbana na maaskari kiasi kwa vituoni. Tuache kusumbana na maaskari kiasi kubanki, kiasi kule banki tuatumizana maskani. Sisi Mungu anisaidia mimi niliacha. Mungu anapenda sana jioni ya leo. Na nyinyi Mungu anaweza kukusaidia. Wewe kijana ambaye unavuta banki unaweza kuacha. Iko neema anaweza kukuponya, na unaweza kuacha. Mimi Mungu anisaidia nikaacha kuiba mimi hapa, nikaacha kuiba. Nikaacha kupora simu za watu barabarani mimi hapa. Na wewe hiyo neema inaweza kukusaidia ukaweza kuacha huo gumu uko nao kwa Mungu. Hapa nakuhubiri Yesu wa ukweli, sikuhubiri Yesu wa njanja, sikuhubiri Yesu wa miujiza wa kutanua ibaka ambayo sio msingi. Kwa hiyo mtu wangu nataka nikwambie, kumwabudu Yesu ni maarifa, ni kanuni za kawaida. Ukimwabudu Yesu anakuongoza, unapata njia, anakupa njia, anafungua akili yako ambayo itakusaidia utaweza kufanya kazi, utaweza kuendelea njia za kupata magari, utaweza kuzengea njia za kununua majumba, sio kutabiriwa tu kwa Mungu anakuambia. Ukimwamini Yesu atakusaidia, atafunga njia za shetani. Kama njia zinazotuka mimi napata fedha lakini zinaisha kwa mabinti. Napata pesa zinaisha kwenye bangi. Napata pesa zinaisha kwenye pombe. Lakini baada ya kuokoa zile njia Mungu alizifunga. Kwa hiyo pesa ambayo tunatumia kumbe yote sasa hivi na itumie kwa mambo ambayo ni ya msingi, na tunamsaidia wazazi nyumbani, na tunafanya maendeleo. Tangia nimekuwa ndugu zangu wapendwa, nimeshaongeza ofisi 7 nazo mbili. Na kiwanja kipo tayari chanika kule. Lakini kama sijakuka ni kwa ni mtu ambaye sifai na nikampo kata kama sana mtaani. Watu wananidharau, sitamaniki, watu hapa ni kuliona. Na hii ukipita kwa mtaani kwangu kule. Mimi nakaa Buza. Mimi mkazi wa Buza. Ukipita kwa mtaani kwangu kule ukiwa sasa hivi ni mtu ambaye ni mtu fulani, yani sana natazamiwa kama mtu ambaye
ana hatua fulani, mtu mwenye fahamu ni timamu tofauti wote wale mwanzoni. Mtu wa Mungu mpokee Yesu jioni ya leo. Na atakusaidia. Kama anaweza kunisaidia mimi, na anaweza kumsaidia mtu wa Mungu. Usichukue kawaida. Usichukue kawaida. Kumpokea Yesu, ukipokea Yesu utakuwa ni kutenda mema. Kwanza Mungu ni matendo mema kwanza. Leo nikwambia hapo tena taratibu. Ukipokea Mungu utakuwa matendo mema. Wewe ukiwa una roho ya Yesu ndani yako, huwezi kuwa matendo maovu hata siku moja. Matendo yale maovu utayaogopa. Ukipokea Yesu utakusaidia. Utakuwa unapenda mema. Ile ambayo usipende kutendea wewe, usimtendee mwenzako. Kama wewe unapenda kutendea jambo baya na mwenzako usimtendee basi. Ile ukipokea Yesu atakusaidia. Na kwa akili zako kawaida hauwezi kuacha kutendea mabaya. Ile kwa neema ya Mungu, kwa neema ya Yesu mkombozi, itaweza kusaidia na wewe. Utaacha kutendea watu mabaya. Usimtendee mwenzako. Na wewe usimtendee mwenzako. Hapa tutasomea andiko hapa. Na mashini ngani. Mtakuja kuambia. Ukipokea Yesu umepata vyote mtu wa Mungu. Ukipokea Yesu umepata vyote. Hapa ndio usomea maandiko hapa tunaona kwa neno. Neno Mungu anasema hivi, Isaya sura ya 3 mstari wa 10. Neno Mungu anasema hivi, waambieni waadilifu. Nisio lakini mtu wa Mungu. Waambieni waadilifu kwamba mambo yataendelea vyema. Watasimamishwa kwa yale wanayotenda. Sura ya 11 Isaya anasema, ole wake mtu mwovu. Atapatwa na msiba, atatendewa yale ambayo kwa mikono yake imetenda. Kwa mtu mmoja nikwambie, wewe tena jioni leo, wewe tena sasa hivi, wewe tena sasa hivi, wewe ndio utalipa hayo. Ukitenda mema, utavuna mema. Ukitenda mabaya, utavuna mabaya. Hivyo ndio nikwambia kijana kwa siku jioni leo. Hapa na kwa kijana. Kwa kijana, ukiona alivyoona binti za watu, unaomba unajitoa unaacha. Hivyo na watoto wako na watembea hivyo. Unazaa watoto na wewe watakuwa wachezaji wanaacha vile vile kama wachezaji wenzako. Unamwambia mtu mambo yake asimwendee, ili ufanikiwe. Hivyo na Mungu atakulipa. Kwa sababu imeandikwa, Mungu atalipa kila mtu sana na matendo yake ya kutenda. Mimi sija hapa kuhukumu na ngoja kuhubiri habari za neema. Kama unatenda mabaya, hajaishi mfano baki kiasi gani? Badilika, pokea Yesu, badilika maishani mwako. Anza kutenda mabaya mema. Yesu anakuhitaji leo. Yesu anakupenda leo. Yesu anakuhitaji leo, jioni ya leo. Mtu Mungu pokea Yesu leo. Abadilishe maisha yako. Utumkindane moyo wako na kufuata zile njia za Mungu. Maisha yako yatabadilika. Maisha yako yatabadilika. Kila mambo yatabadilika. Mambo yako yataenda sawa. Maisha yako yatanyoka kama rula. Mtu Mungu anakuambia, neno la Yesu, jina la Yesu linaponya. Jina la Yesu linaponya. Tumeona watu wengi shule hapo mnazo. Mtu anaombea kwa jina la Yesu tu, magonjwa yanaondoka. Mtu anaomba kwa jina la Yesu, mikosi inaondoka. Mtu anaomba kwa jina la Yesu, biashara zinaenda sawa. Mimi kwa shule kwa mimi mfanya biashara, biashara yangu hakuna release ya mganga yeyote. Hakuna chochote. Na zimesimama kabisa kwa jina la Yesu. Mimi nikiomba tu mambo yanaenda. Wewe unaanza kuangalia kwa waganga, unaanza kuibua hela zako, unaanza kutapeliwa kwenda kwenye news hii, kwenye news dawa za waganga. Wewe utapenda uongo. Mungu anasema analiwa mtegemea mwanadamu. Afanye mwanadamu kwa kinga yake. Mwani kama mwacha Mungu. Hivyo jioni ya leo, kama kuna mtu anategemea waganga, hivyo jioni ya leo, kama kuna mtu anamsaidia kwa maana asipokuwa yeye huwezi kuishi. Hata kutegemea masuala hayo, mtegemea Mungu. Mungu anamsaidia. Msaada wa mwanadamu na mwisho, ila msaada wa Mungu na mwisho. Msaada wa mwanadamu hawezi kuchoka, ila Yesu hawezi kukuchoka. Mwanadamu hawezi kusamehe, lakini Yesu hawezi kusamehe dhambi zako. Mwanadamu anaweza akakusaidia lakini katika hatua akachoka asema hapa nimechoka, sasa imeisha. Lakini ukimwekea Yesu, achoki kwa Mungu, achoki. Sisi Mungu ametulea sisi tulie kwa fanya rodi. Kama naambia mimi kweli, yani ushuhuda wa kweli, ni wa kweli. Mimi nilikuwa sifai. Yaani kama mpaka tunaniita kibali kama nilikuwa maskani wao. Mimi kwa moyoni kule. Sasa watu wengi tena kwa mazijua. Mimi nilikuwa ni muuni na kapa mpaka na vitu hapo ya ugomvi. Mimi ndio naye aanze mbele. Pale ndio kwa wale vijana wenzenu. Mimi ndio naanza, yani ndio mimi ndio naanza kwa mbele. Sasa kulianzisha. Lakini Mungu kuniokoa. Baba tena wale walishangaa. Wale marafiki wako na shindana na kunywa nao pombe nao futara sigara. Nao walishangaa. Na Mungu aliweza kuniokoa. Sasa
lazima wananiheshimu. Nikienda kule kwa sababu nikienda kule kwa watu hata kule. Wanaona kama mtu fulani hivyo maana. Lakini sio kwa akili zangu, lakini sio kwa fahamu yangu. Iko neema ambayo inakuniokoa. Mtu mmoja alikwambia, huwezi kuacha dhambi kwa akili yako. Huwezi kuacha dhambi kwa akili yako. Unataka kuacha. Wapo watu wa Mungu unafanya mambo ambayo hupendi kuyafanya. Yaani kwa akili yako kabisa hupendi kufanya na unaona unakosea. Lakini kuacha imeshindikana. Ila iko neema ya Mungu. Ukipenda Yesu, ukipenda ndani ya maisha yako, ndani ya moyo wako, zile dhambi ataweza kukusamehe, utaziacha. Na ile kiu ya zile dhambi itakao kabisa. Na Mungu anasema Yesu ndiye maji ya uzima, atakayanywa hataona kiu tena maishani mwako. Zile kiu za mabaya unayofanya, kiu za mambo tunayofanya mabaya, utaziona tena. Kiu zote zikakaa ndani ya moyo wako. Iwe ni kiu ya pombe, iwe kiu ya sigara, iwe kiu ya madeni, iwe kiu ya mabinti. Mimi nilikwambia mtu wa Mungu, unaweza hao wanaozini, huwezi kulisikia kwa kuzini. Utapata binti huyu, utazini naye, utaona huyu hapana, utapata maisha makubwa, naye utazini naye, utaona huyu bwana huyu ana laza, utachukua mwembamba, naye utazini naye, lakini utaona huyu hapana, utachukua ambao ni mrefu upe, naye utazini naye, utaona huyu hapana, lakini mwisho wa siku mabaya yanaongezeka. Kuongeza tena ya maisha yako, sikuendelea kuzini sio kubaini tatizo. Ni kuongelea matatizo kwa kupata magonjwa, ndio kwenye inaharibika. Wale mambo yaende sawa. Mbona Yesu jioni leo tena kuongelea mtu wa Mungu. Sasa kama tunaongelea mtu wa Mungu. Nataka nikwambie hata tunapenda nyingi, mpokee Yesu. Hata wewe ambaye kiasi gani, wapo watu wanasikiza ni matajiri. Usione kama utajiri wako ama hizo kwa nazo ndio umepita mwisho. Bali umetaja Yesu ndani ya maisha yako. Hizo mali hizo kwa nazo kwa akili yako, zikapitika mara moja. Hiyo wazi kwa mara moja, zikaanza kaelekea kwa magonjwa au kaibura au vitu vikaungua kwa sababu kuzilinda. Leo Mungu anasema, Mungu asipolinda mji, wao nao fanya kazi bure. Mtaanza kulia leo. Mungu Yesu alinde tena na mali, Mungu asilinde, alinde familia yako. Wewe kwa akili yako huwezi kuchunga watoto wako baba yangu. Kwa akili zako wewe mwenyewe huwezi kuelewa watoto wako wasichepuke au wasizini. Wewe kuelewa vijana wako wasikute banki. Yaani kwa neema ya Yesu tu. Ni kwa neema ya mkombozi. Kwa kuombea Mungu aweze kukupea kizazi chako. Kwa kuombea Mungu aweze kupea familia yako. Hapo wanataka kuwa shule mtu wa Mungu. Mimi nyumbani kwetu nilipookoka tumeza kutonana. Lakini mimi baada ya kuokoka ndugu yangu wale nao wameokoka. Wewe sema kwa wewe umeokoka na kwa wewe hapa. Hivyo bwana kufahamu umeokoka. Basi na sisi na wao wameokoka. Nani familia yetu na watoto 8. Watoto 7 sasa tumeokoka. Mtu mmoja tu amebaki. Sote hakuna mtu anafanya mambo mbaya ya ujinga. Sote tumekuwa tayari na Mungu atusaidie. Mimi nienda kijini mwaka jana. Mimi babangu alikuwa anakunywa pombe, alikuwa ni mlevi. Lakini nienda mwaka juzi nilikuwa nyumbani kabla nyumbani. Aliponiona maisha ndio nayo. Alikaja karibu mwaka jana mwaka 12. Nilipofika kule, aliponiona mimi na watu wa shule, babangu hajawahi kuuza pombe tena. Alisema kama Mungu anaweza kukubadilisha wewe, kwa nini sasa unaonekana na umekula na picha kama hii? Basi na mimi nimeokoka. Pombe kaacha, mamangu pombe kaacha. Wote wameacha. Kwanza ndugu zangu wale 7 wote wamebadilika. Babangu aliponiona mimi, nimetoka kwa shule kwake. Leo wamebadilika. Sasa mimi shemeji yangu, leo wamebadilika. Babangu akabadilika. Sasa hivi wanakaa vizuri. Hadi kila pombe, babangu akabadilika. Haya matapambe. Amesema kwa Mungu bariki wewe. Basi na mimi huyo Yesu aliyekualisha wewe. Wewe uliokuwa ufai Yesu akualisha wewe. Basi na mimi nimekubadilisha. Mtamwona jioni leo Yesu. Ndio Yesu huyo. Kuna mtu wa Mungu amesikia poa. Unaposikia habari za Mungu na Yesu usichukue poa. Sio jambo la kawaida mtu wa Mungu. Sio jambo la kawaida. Hizi habari sio jambo la kawaida. Sisi tumekuja hapa jioni leo. Sio kama tuna kazi ya kufanya mtu wa Mungu tuelewe. Kazi tunazo nyingi za kufanya. Kazi tunazo. Labda tumezifunga kama tunaonyesha kama za kwako. Wale tunazokuomba kama za funga za kwenu. Lakini tumezifunga kwa ajili ya kumhubiri Yesu Kristo. Kwa maana Paulo anasema, iwe mvua, iwe jua, Kristo atazimiwa. Iwe kwa mauti, iwe kwa kiasi gani, Kristo atazimiwa. Yesu aweze kusaidia, aweze kusaidia wewe. Kristo azimiwe mtu wa Mungu. Mungu Yesu jioni leo, utaanza kukombolewa mtu wa Mungu. Mungu Yesu jioni leo, aweze kukombolewa mtu wa Mungu. Mungu anawapenda sana watu wa Mungu.